Karibu tena wapenzi watazamaji kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu. Asante sana kwa support ambayo mnaendelea kunipea. Kuna kanda hapa mtazamaji wangu ambayo inazidi kuzua hisia mseto kwenye mitandao ya kijamii. Mrengo wa Sifuna walinda mwananchi utakuwa Homa Bay siku ya Jumapili tarehe 16 kuendeleza mikutano yao ya linda mwananchi. Lakini mtazamaji wangu, kuna kitendo ambacho kinaendelea upande wa Homa Bay. Gavana wa kaunti ya Homa Bay wakishirikiana na mbunge wa Homa Bay Town Bwana Peter Kaluma, inadaiwa kwamba usiku wa kuamkia leo siku ya Ijumaa Alhamisi tarehe 14 waliweza kulipa vijana pesa ili kuja kuvuruga mikutano ya Sifuna, James Orengo, Babu Owino. Imagine a governor and some of the MPs from Homa Bay spending their night at the stadium paying goons to disrupt someone's rallies. Ni kitu gani hichi ambacho Gladys Wanga, Peter Kaluma wanaogopa kuhusu mikutano ya linda mwananchi? Tafadhali ninakuomba uweze kuangalia hii kanda ya sekunde chache, uweze kuona Gladys Wanga amesimama juu ya gari, vijana hawa wanalipwa wakiondoka ndani ya uwanja stadium, wakiandaliwa kuja kuharibu mikutano ya Sifuna. Tafadhali ukiendelea kuangalia hii video, ninakuomba uweze kulike video vile vile. Nina imani kwamba umeweza kuangalia. Kuna maswali ambayo ninajiuliza. Sifuna ni senator wa kaunti ya Nairobi. Babu ni mbunge wa Embakasi East. Orengo ni gavana wa Siaya. Kipindi ambapo wanakuja Homa Bay kwenye mikutano yao ya kisiasa, hawatoroki wala hawaami na wananchi wa Homa Bay. They come, they speak na wananchi wa Homa Bay, wanawauzia sera zao, kisha wataondoka warudi Nairobi, wengine watarudi Siaya, wengine watarudi Mombasa. They are not relocating with the Homa Bay voters. Why is Gladys Wanga and his allies spending their nights paying goons
to disrupt Sifuna's meetings. Nimeona mpaka mbunge Peter Kaluma akisema kwamba one term is prohibited in Homa Bay town. Yani hakuna mtu ambaye anaruhusiwa kusema one term in Homa Bay. And I'm like, siku hizi imefika viongozi ndio wanatuamulia jinsi ambavyo tunapiga kura. Eti sasa mbunge anakuja kuamulia Ezra, wewe utapiga 2 term. That is nonsense. Ni kitu gani hichi ambacho hawa watu wanaogopa mpaka imefika kwamba wanasema akina Sifuna wasikuje kusema one term Homa Bay? Kenya is a democratic country. I can be in one term. You can be in 2 term. Hauwezi ukaniamulia eti kwamba Ezra nikuje kupiga 2 term. Have you done what you are supposed to do to grant me or to influence me to sing 2 term? Hao wabunge wamefanya kila mpacho kinahitajika, kama vile maendeleo, kuwapea wananchi kazi ili wananchi waache kuimba 1 term, waimbe 2 term. This is Peter Kaluma saying so. 1 term is a prohibited word in Homa Bay town constituency. 1 term is incitement to violence in Homa Bay town constituency. One word waro kwe koso kwa duar. Norengo gibabu jakoni gidi colonize wa. Gikmoko maonge chindi gika. Gise yanyo governor wa Moromo, giyanyo koso giyanyo. Omiyo ng'ama yam nyanyo mama uen ng'amo chai koso ko chai. Gise pudho lum giketo wiwa koso giketo. Awadhi rado kodgi on 16th. Odoro ni 16th wuok oko duto te jo ODM power. Jo Broadbent government power. Ile jo mawacho ni Ruto 2 term. Ne, koro. Unajua jana niliona Gladys Wanga akizungumza kwa lugha ya nyumbani ya Dholuo kwamba iwapo wananchi wengi kutoka Homa Bay watajitokeza kwenye mikutano ya Sifuna, William Ruto atakasirika, kwa sababu itaonekana kwamba watu wa Homa Bay hawana msimamo. Itaonekana kwamba watu wa Homa Bay wanamjali sana Sifuna na hawataki William Ruto. Na eti William Ruto atakasirika kwamba anapea watu wa Homa Bay maendeleo, lakini wanakataa serikali yake. But my conclusion is this. Kuna zile kura chache ambazo William Ruto angepata kutoka Homa Bay. Gladys Wanga, Peter Kaluma watafanya William Ruto asipate hizo kura. Kwa nini? Vitendo ambavyo wanaendelea kuvionyesha ni ishara ya wazi kwamba wananchi hawa, ama ni ishara ya wazi kwamba Gladys Wanga, Peter Kaluma wao ndio wanalea wahuni. Wao ndio wanalea wahuni. Kuharibu mikutano ya wanasiasa wengine. Remember, Kenyans are against goonism in Kenya. But leaders in power, they are the ones wanalipana wahuni kuharibu mikutano. Wahuni kuendelea kuterrorize wananchi. Which means viongozi ndio wanaendeleza uhuni katika taifa letu la Kenya.
Sijui kama unanielewa mpaka hapo. Jambo jingine, William Ruto anapaswa kujiuliza hivi: iwapo ODM inasema kwamba they are a democratic party, mbona wasiruhusu vyama vingine kuja kuuza sera zao mashinani? Na William Ruto anapaswa kujiuliza hivi: iwapo Wanga, Oburu na ODM wanasema kwamba ground ni yao, why are they afraid vyama vingine vikuje kuuza sera zao nyumbani kwao? This one tells you clearly the reason as to why Gladys Wanga, they are fighting for zoning, because they know at the ground level they do not have any support. Because nimeona ODM wakisema kwamba wanataka waweze kupewa nafasi yao zoning, yani wasione UDA upande wa Homa Bay. Sasa wanataka vile vile wasione Linda Mwananchi Homa Bay. Are they clearly telling William Ruto that at the ground level they do not have support? They want to give their voters nafasi ya kuamua kwamba ni ODM peke yake watapigia kura. Kwa sababu hebu niambie, iwapo Linda Mwananchi takuja iuze sera yake na ifike 2027 tuseme Gladys Wanga is going to compete against Linda Mwananchi, Gladys Wanga is paying goons to disrupt Linda Mwananchi, hiyo ni kumaanisha Linda Mwananchi is a threat. William Ruto, let him not invest too much in ODM, because that one clearly tells you the ODM does not control the Luo Nyanza. They are using threats to control the Luo Nyanza voting zone. May God bless you. But wacha nikuambie, hawa vijana ambao wanalipwa waende kuharibu mikutano ya wenyewe, I'm just telling the Sifuna team, gonga wao, wakikufa wakufe. And I have the reason as to why I'm telling you this. Wewe mbona ulipwe uende kuharibu mikutano ya wengine? Wewe mwananchi mwenye unalipwa uende kuharibu mikutano ya kina Sifuna, so ujiulize, hawa viongozi ambao wanawalipa 100, 200, 500 uende kuharibu mikutano ya kina Sifuna, watoto wao wako nyumbani wanajienjoy kukunywa soda, wewe umelipwa 1000 uende kuharibu mikutano. Ukiuliwa, ni nani ambaye ataenda kulaumiwa? These leaders who are paying you, they are ready to buy you a coffin, a casket, uzikwe nayo. They are ready to build widows houses, but they are not ready to give you a job other than goonism. That is the reason as to why mimi nasema mugongwe, kama ni kukufa mkufe wale ambao ni goons. Wale wakunitusi uwanja ni wenu. I'm not advocating for goonism. We want to end goonism in Kenya. Wewe kama unakubali kuenda kulipo uende kuharibu mikutano, utagongwa ukufe. May God bless you.